Mfalme mmoja alikuwa na mbwa wake wakali watatu waliowafundisha vizuri kwa ajili ya kuua, na mbwa wale walikuwa watiifu sana kiasi kwamba ulikuwa ukifanya kosa ukitupiwa katika wale mbwa huwezi kupona. Siku moja mfanyakazi wake mmoja akafanya kosa na mfalme akamhukumu mauti na kumwambia, huyu nendeni mkamtupe katika shimo la wale mbwa. Basi yule mtumwa kabla ya kuhukumiwa akasema, mfalme, nina ombi moja tu mbele zako. Kabla haujanihukumu naomba unipe siku 10 tu ili niweze kujiandaa. Basi mfalme akatafakari hekima ya yule mfanyakazi akaona isiwe kesi. Akasema, nitakupa siku 10, baada ya hapo nitakuhukumu. Zilipita siku 10 na ghafla yule mfanyakazi akapotea na hakuonekana kabisa. Baada ya siku 10 akajitokeza tena na akatupiwa kwenye shimo la adhabu kama kawaida. Lakini ghafla alipotupiwa katika lile shimo, mbwa hawakumshambulia, lakini mwisho wake wakaishia kutikisa mikia, wakamsogelea wakiilambalamba miguu yake. Mfalme akashangaa, nini hiki? Akamuuliza, umewafanya nini mbwa wangu waliokuwa wamefunzwa vizuri na wakali? Nini kimetokea? Umewafanya nini mbwa wangu? Akasimama akasema, uliponihukumu kwa siku 10 nilikuwa nakuja kwa siri kuwahudumia hawa mbwa, nikiwalisha vizuri na kuwaogesha mpaka wamekuwa watiifu na wamekuwa wakinielewa na hawajanidhuru hata leo. Lakini wewe nimekutumikia kwa zaidi ya miaka 10, kosa moja tu limefanya unihukumu. Mfalme akajutia makosa yake na akakumbuka mbele za watu ameaibika na akagundua amefanya makosa makubwa sana. Siku zote watu huwa tunakosea, lakini kila mtu anastahili msamaha na kupewa nafasi nyingine ili ajirekebishe.